Imetimia saa 10 kamili jioni. Hii ni taarifa ya habari kutoka CGFM. Msomaji ni Christian Edward. Kwanza muhtasari wake. Wakala wa barabara nchini TANROADS na wakala wa barabara mijini na vijijini TARURA wameagizwa kupitia maeneo yake yote korofi yanayoweza kusababisha kutuama kwa maji na kusababisha mafuriko wakati wa masika. Wananchi wameshauriwa kuwa mabalozi wazuri dhidi ya mapambano ya vitendo vya rushwa vinavyojitokeza katika jamii mara kwa mara. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya watu 165 wamekufa na wengine zaidi ya 1500 hawajulikani walipo baada ya mafuriko makubwa kutokea katika eneo la mpakani kati ya Nepal na Tibet nchini China. Habari kamili. Wakala wa barabara za nchini TANROADS na wakala barabara za mijini na vijijini TARURA wameagizwa kupitia maeneo yote korofi yanayoweza kusababisha kutuama kwa maji na kusababisha mafuriko wakati wa mvua za masika. Taarifa kamili na mwanahabari wetu Nyamizi Mdaki. Agizo hilo limetolewa na Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba bungeni jijini Dodoma wakati akizungumzia tahadhari ya mvua za El Nino zilizotangazwa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA, akisema kuwa maeneo hayo yanatakiwa kutengenezewa mifereji ili kuruhusu maji kupita. Wayatengenezee mifereji, lakini waendelee kuziangalia barabara katika maeneo korofi ili kuweza kuhakikisha kwamba pia wananchi hawakosi miundombinu kutokana na kupatikana kwa mafuriko. Lakini hata hivyo, Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii pia kutoa rai kwa Watanzania wote kuwa na tahadhari na jambo hili ambalo tayari tumekwisha kutahadharishwa. Ni wajibu wa kila Mtanzania pia kufanya tathmini ya aina hiyo pale anapoishi kwa kuangalia mazingira ya mahali na hali hii ambayo tumetahadharishwa. Hata hivyo, Waziri Mkuu amesema kuwa serikali imejipanga kudhibiti matukio hayo kwa kupeleka fedha za mifuko ya barabara moja kwa moja kwenye mifuko husika. Nimpongeze Mheshimiwa Waziri wa Fedha pamoja na Mamlaka ya Mapato Tanzania, wametekeleza uamuzi huo kwa kuanza kuzipeleka fedha hizo moja kwa moja kwenye mifuko, ambapo ni kwa mwezi ni zaidi ya bilioni 320 zinaenda moja kwa moja kwenye mifuko na kuiwezesha mifuko kuweza kukabiliana na mambo kama haya ambayo Mheshimiwa mbunge amesema. Alikuwa akijibu swali la mbunge wa Bukoba mjini, Mhandisi Johnston Mtasingwa, aliyetaka kujua mikakati ya serikali ya kukabiliana na El Nino endapo itatokea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kupitia serikali, Mamlaka ya Hali ya Hewa TMA imetoa tahadhari ya uwezekano wa kuwa na mvua kubwa juu ya kiwango cha milimita, yani El Nino yenye nguvu. Na kwa uzoefu inaonyesha mvua hizi zinapotokea zinakuwa zinaleta madhara hasa katika upande wa miundombinu ya barabara na baadhi ya makazi ya wananchi hapa nchini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nipenda kujua, je, serikali imejipangaje endapo changamoto hii itaweza kutokea? Agosti 18 mwaka huu, Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA ilitoa rasmi utabiri wa msimu wa mvua za vuli Oktoba hadi Disemba mwaka huu, ikitoa angalizo la msimu huo kuathiriwa kwa kiwango kikubwa na hali ya El Nino yenye nguvu kubwa inayotokana na joto la bahari kuwa juu ya wastani katika bahari ya Pasifiki. Hali hiyo itakayochagiza ongezeko la mvua za vuli mwaka 2026 kuwa za juu ya wastani hadi wastani katika maeneo mengi ya ukanda wa pwani ya kaskazini, nyanda za juu kaskazini mashariki, ukanda wa Ziwa Victoria na kaskazini mwa mkoa wa Kigoma. Nyamizi Mdaki, CGFM. Wananchi wameshauriwa kuwa mabalozi wazuri dhidi ya kupambana na vitendo vya rushwa vinavyojitokeza katika jamii mara kwa mara. Mwanahabari wetu Musa Mzirai amezungumza na mkuu wa kitengo cha uelimishaji umma cha taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Tabora, Happiness Madege, katika mahojiano
yafuatayo. Kwanza TAKUKURU tunayo kauli mbiu inayosema kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Kwa nini tumesema hivyo? Kwamba TAKUKURU hatuwezi kupambana vitendo vya rushwa peke yetu na tukafanikiwa, kwa sababu wananchi ni wengi, Tanzania ni kubwa na TAKUKURU watumishi wako wachache. Tunaomba kila mwananchi akipata elimu yeye awe balozi kwa mwingine. Mfano kama ni mzazi unasikiliza redio, ukipata elimu hii shirikisha na familia yako. Tunashirikisha jamii kupitia mikutano ya hadhara tunafanya katika maeneo yao, tunafanyaga semina mbalimbali kwa wadau. Mfano hapa Tabora tuna ofisi yetu ya mkoani, lakini pia wilaya ya Uyui kuna ofisi yao. Kila wilaya TAKUKURU ina ofisi. Lakini pia wanaweza kutupigia simu ya bure ile 113 wakati wowote au muda wowote popote pale alipo. Kwa hiyo unapotoa taarifa kwetu, jua kabisa ni siri kati yako wewe na TAKUKURU, usiende tena kuiuza ile taarifa kwa mtu mwingine. Inakutengenezea uadui kwako wewe mwenyewe na jamii inayokuzunguka. Kwa hiyo TAKUKURU tunawaasa wananchi wasimezee mate au kunyamaza wanapoona taarifa za vitendo vya rushwa kokote vile. Iwe kwenye miradi ya maendeleo au kwenye tukio lolote lile. Watoe taarifa na sisi TAKUKURU tutaifanyia kazi, kwa sababu ni jukumu letu kufanyia kazi. Kwa hiyo kwa namna moja, kwa njia hiyo itatusaidia sana kuepukana na vitendo vya rushwa katika jamii yetu, na mwisho wa siku tutakuwa na Tanzania ambayo haina vitendo vya rushwa. Baadhi yao wamekuwa kihofu labda kwa sababu ya kuhisi usalama wao unaweza ukawa matatani pale ambapo watajaribu kutoa taarifa za rushwa, labda sehemu ambayo mtu ameshuhudia matendo hayo yanafanyika. Unalipi la kumwambia mtu wa aina hii ambaye ana hofu kuhusu usalama, lakini nia yake ya ndani ni kwamba yuko radhi kuweza kutoa ushirikiano na taarifa? Ni rahisi sana kwamba yeye asihofu. Ipo sheria inayomlinda mtu wa taarifa, ipo sheria inayomlinda shahidi, na kupitia ile mfano amedhurika kwa namna moja ama nyingine, yule ambaye amemdhuru sheria itachukua mkondo wake. Lakini mlinzi wa kwanza ni yeye mwenyewe, anatakiwa kujilinda. Ile taarifa aliyotoa kwetu iwe siri yake yeye, na sisi asiende kumwelezea au kumweleza mtu yoyote. Kwa hiyo anapofanya hivyo ina maana anajitengenezea uadui, lakini anapojilinda yeye kwanza na sisi tukamlinda, ina maana ile taarifa hata isikia sehemu yoyote ile. Kwa hiyo asiweke mashaka mwananchi kwamba ninaogopa nikitoa taarifa mwisho wa siku nitapata madhara. Hauwezi kupata madhara. Sheria ipo inayomlinda shahidi, na sheria ipo inayomlinda mtu wa taarifa, na kwa mantiki hiyo tutaweza kuepukana na vitendo vya rushwa. Huyo ni mkuu wa kitengo cha uelimishaji umma cha taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Tabora, Happiness Madege, akihitimisha mahojiano na mwanahabari wetu Musa Mzirai. Baadhi ya wafanyakazi wa baa katika halmashauri ya manispaa ya Tabora wameeleza kuwa kazi yao imekuwa na unyanyasaji wa kijinsia. Taarifa kamili na mwanahabari wetu Vivian Piuza. Akizungumza na CGFM, mkazi mmoja wa manispaa ya Tabora ambaye hakutaja jina lake amekiri kuwa yeye akiwa mfanyakazi wa baa amewahi kufanyiwa ukatili wa kijinsia na kuwasihi wafanyakazi wengine kuwa na misimamo wanapokuwa kazini. Kwenye uhalisia hapo, kwa kweli wanawake wananyanyasika sana, kwa sababu mteja anaweza hakaja tu hajalewa, yupo vizuri, ila hakishalewa hapo anaanza tabia sio nzuri. Mwingine hasikulipe bili, anakuambia kukulipa bili paka nikushike sehemu fulani ndo nakulipa. Kama hautaki naondoka, sikulipi. Mwingine anaweza kaja kalewa, akaagiza vinywaji akanywa, akaanza kukutukana, hasikulipe. Yaani changamoto ni nyingi kwa kweli. Kwa upande wake, mmoja wa wamiliki wa grocery Hadija Musa amesema kuwa kazi ya baa kwa baadhi ya wanawake imekuwa ni changamoto kubwa katika utendaji wao wa kazi. Changamoto za grocery huwa ziko nyingi, ukiwa kama mhudumu. Changamoto ya kwanza, mteja anakuja vizuri, anakwambia dada, labda naomba kinywaji fulani, unampatia. Labda unakuta labda ni mteja wako wa kila siku, unaona haina shida, acha nimpe, huwa ananipa hela, acha nimpatie, akimaliza atanipa hela. Akishakunywa sasa, akamaliza kunywa, anakuwa so yeye, anabadilika. Kama ni matusi utayaoga ya kila rangi. Baadhi ya wananchi wa mtaa wa Mlimani, kata ya Ng'ambo, manispaa ya Tabora, wamewashauri wanawake wahudumu wa baa kutafuta kazi nyingine ambazo zitawaondoa kwenye ukatili wa kijinsia. Kwa majina naitwa Salma Abdalla, mkazi wa Ruanzali. Kwa maoni yangu mimi, nilikuwa naona kwamba mabosi wangewabadilisha muonekano wa mavazi, labda ingewasaidia. Wangevaa nguo za kujistiri wakati mwingine. Jina naitwa Semeni John, mkazi wa Ruanzali. Maoni yangu, serikali labda ingilie kati,
iweze kuwakusanya, labda wawatafutie mradi wa kufanya. Jina naitwa Damaris Chapchapu, napatikana kata ya Ng'ambo, mtaa wa Mlimani. Mawazo ya kuwasaidia mabinti au wamama wanaofanya kazi baa, mimi ningeomba wajiajiri. Naye mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mlimani kata Ng'ambo, Elizabeth Andrea, amesema changamoto ya wanawake ni ukosefu wa ajira na hivyo kujiingiza kwenye kazi ya baa ambapo hukutana na ukatili wa kijinsia kutoka kwa wateja wao. Kutokana na changamoto zinazowakumba mabinti wanaofanya kazi baa ni ukosefu wa ajira. Ajira ni chache. Ndio maana wanaenda kujiingiza kwenye uuzaji wa baa. Ila sasa changamoto iliyoko, wanapata unyanyasaji kama mabinti. Maana anapoenda yeye anajua kwamba anaenda kufanya kazi, lakini kazi anayokutana nayo anakutana na kazi nyingine tofauti. Kushikwa ovyo, kuuzwa na au wamiliki wa baa wanawatumia kuwauza bila wao kujielewa. Maana anapoenda binti anabadilishiwa na mavazi. Tumeona 1% kubwa anatakiwa avae mavazi ambayo ya kuvuta. Wanawake wanaofanya kazi kwenye baa wametakiwa kuwa na misimamo wakiwa kazini ili kupunguza kufanyiwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Vivian Piuza, CGFM. Wakazi wa mkoa wa Tabora wamehimizwa kutokosa fursa ya kuhudhuria tamasha la Big Daddy mwaka huu lililoandaliwa na kituo hiki kwa lengo la kutambua thamani ya baba duniani. Tamasha litakalofanyika Septemba 4 mwaka huu, ukumbi wa Restalemi mjini Tabora. Ushauri huo umetolewa na msanii Mwinjuma Muumini atakayetumbuiza katika usiku wa Big Daddy wakati wa majioni yake na mwanahabari wetu Emily Kasapa kuelekea siku hiyo. Ni kweli kama kawaida yangu napopata mwaliko kama huo kwa heshima na kuja na miguu yote yani kushoto na kulia. Kwa watani zangu huko ninapokuja nataka niwaambie tu kwamba Mzaramo ukimwalika shughuli basi lazima ataivalia kibwaya na atacheza mpaka pachimbike. Kwa hiyo naamini tarehe 4 patachimbika hapo Tabora. Na niwapongeze na ni habari njema kwamba tayari Tabora nimepata simu nyingi sana kwa rafiki zangu kwamba tunasikia unakuja. Naamini kabisa kwamba homa imeshapanda Big Daddy na mimi lazima nije kuonyesha ukubwa wangu. Ni kitu gani cha kipekee ambacho umekiandaa pengine usingependa mashabiki zako wakikose? Kwanza watapata vitu vipi ambavyo hawajawahi kuvisikia, lakini vile vitu vyao pendwa walivyovizoea, tunda, bumba, zote zile jimbo zangu best staria, lakini pia kutakuwa na vitu vipi ambavyo hawajawahi kuvisikia. Itakuwa mara ya kwanza kama surprise kwao. Unawaambiaje wale ambao mpaka sasa hivi hawajanunua tiketi za kushiriki Big Daddy? Huu sio muda wa kusubiri kwa sababu nilitembelea Nzega wiki 2 zilizopita. Watu wa Nzega wamejipanga, wanasema tunatafuta kosta yetu, tunakuja huko. Mimi sikutegemea, nilikuwa sijui hii Big Daddy ukubwa wake, lakini niliujua Nzega mpaka machimboni huko. Siku kuna machimbo namba 5, namba 6, namba 4, namba 7 wanasema tumepata taarifa zako Muumini na tutakuja Tabora kwa ajili yako kwenye Big Daddy. Taarifa zote sijui kuna siku ya wanawake, sijui siku ya wanaume, ilikuwa sijui, lakini wao ndio wanifahamisha huko. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba alikuwa hajakata tiketi huyo atakuwa amepita na wakati. Sasa hiyo huu ndio muda, sio muda wa kusubiria tena. Jambo limeshafika, jambo liko mdomoni. Alhamisi ya tarehe 3 tutakuwa ndani ya mji wa Tabora Manispaa. Umezungumza hapo kwamba ulikuwa hujui ukubwa wa tukio lenyewe. Pengine imekuongezea nini kuelekea performance yako ya tarehe 4? Kwamba nimebidi nijipange. Na kwanza nimeambiwa kwamba taiba yangu, mdogo wangu au mwanangu mpaka aitaba mdogo, Papi Kocha alikuwa hapo mwaka jana. Kwa hiyo nataka nije kufunika kile alichokifanya mdogo wangu. Kwa sababu ya ukubwa hilo jambo na mimi ni mkubwa, kwanza niseme kwamba hamjakosea. Hapo ni kwangu na sijafanya kazi siku nyingi sana Tabora, ukiacha wakati ule nilikuwa kuja kufanya show hapo wakati ule wa Sema Marunde. Kwa hiyo naamini sasa hivi hii ni zamu yangu kuja kuonyesha kile ambacho watu siku nyingi hawajakiona na niongezeka kitu gani, kwa sababu kadri unavyokuwa akili yako inakuwa na vitu vinaongezeka kichwani. Kwa hiyo hii Big Daddy na mimi ni Big Muumini, bila shaka hili jambo litakwenda kuwa zuri. Nilipokuwa mdogo Mwinjuma mimi nilikuwa sielewi nini maana ya mapenzi, na wala nilikuwa sijui nini kitu kupenda duniani. Niliteseka, tusimalize utamu. Huyo ni msanii Muumini Mwinjuma atakayetumbuiza katika usiku wa Big Daddy mwaka huu, akihitimisha taarifa yake Emily Kasapa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka CGFM Radio, na sasa ni wasaa wa biashara na uchumi. Mitandao ya kijamii imetajwa kuwa msaada kwa baadhi ya wafanyabiashara katika halmashauri ya Manispaa ya Tabora
katika kutangaza na kuuza biashara zao. Taarifa yake Abdulaziz Kafuku inafafanua zaidi. Mmoja wa wafanyabiashara wa bidhaa mbalimbali akiwemo mabegi, nguo na viatu, Ashura Doto, amesema mitandao ya kijamii imemsaidia kupunguza gharama za matangazo katika biashara yake, tofauti na kutafuta matangazo kutoka kwa watu wengine. Namna ninavyonufaika katika mitandao ya kijamii kwenye biashara zangu, ninapunguza gharama za matangazo kwa sababu badala ya kutumia fedha nyingi kwenye matangazo ya kawaida, ninatumia mitandao ya kijamii ambao pia inanipa nafasi ya kutangaza bidhaa kwa gharama ndogo. Lakini pia ninajua mahitaji ya wateja. Ninajua mahitaji ya wateja vipi? Kupitia maoni yale ambao wateja wanatoa, kupitia likes na kupitia ujumbe wa wateja. Mfanyabiashara mwingine Dennis Reza amesema kupitia mitandao ya kijamii anaweza kuagiza bidhaa sehemu mbalimbali kupitia njia ya mtandao. Pia anasambaza bidhaa zake kwenye makundi mbalimbali ya mtandaoni, ambapo unaweza kuagiza mizigo kutoka mikoa mbalimbali hata nje ya nchi ya mitandao. Pia nikishapata bidhaa zangu nazisambaza katika magrupu mbalimbali ya WhatsApp na mitandao mingine ya kijamii, na ili niweze kupata wateja zaidi, ambapo mitandao ya kijamii kama TikTok, Facebook, WhatsApp inanisaidia mimi kuongeza wateja na watu kuona bidhaa zangu kwa urahisi bila kufika ofisini. Kwa upande wake Fatma Juma ambaye anauza nguo za kike amesema biashara yake anahusisha watu mbalimbali mtandaoni na hivyo hurahisisha upatikanaji wa masoko na wateja. Nafanya biashara mtandaoni, biashara ya vitu vya kike, pochi, nguo na vitu vingine kama nguo za ndani. Biashara hii pia inakuwa ni cash, tofauti na wale ambao wanakuwa wanafanya biashara mtandaoni mitaani, zinakuwa na mikopo. Pia watu ambao wanapata mtandaoni ni wengi kuliko hata wale watu ambao wanakuja dukani moja kwa moja. Kwa hiyo ina faida sana kwangu. Naye mfanyabiashara wa tumbaku Mlimela Tungwa amesema huwa anatumia mitandao ya kijamii katika kutangaza bidhaa na wapi bidhaa zake zinapatikana na gharama ya manunuzi. Ni mfanyabiashara ambaye nafanya biashara kama tumbaku, mpunga, mahindi, nyanya, biashara ndogo ndogo za ujasiriamali. Kwanza zinanisaidia kutangaza biashara yangu, kwamba kutangaza sehemu ambapo palipo, sehemu iliyo karibu na iliyo mbali, ili watu kuweza kutambua namna gani biashara yangu hizo zinaweza kupromote, kwa sababu uwezo ukafanya biashara kwa mtaa mmoja. Inabidi, kwa mfano mimi ni mfanyabiashara maarufu, huwa natumia mtandao wa kijamii zinanisaidia kusafirisha hata ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Kwa mujibu wa Eric Kwame, ni mtaalamu wa masoko ya kidijitali, mitandao ya kijamii sio tu mahali pa kuzungumza na watu, bali ni mahali pa kujenga mahusiano na uweza kuleta fursa ya biashara. Kwa hiyo kutumia mitandao ya kijamii kwa usahihi ni hatua muhimu katika kutangaza biashara, kufikia wateja na kuongeza mauzo. Abdulaziz Hassan, CGFM. Zifuatazo ni habari za kimataifa. Watu 12 wamekufa kutokana na moto mkubwa wa nyika ulioikumba majimbo kadhaa nchini Nigeria. Mwanahabari wetu Hussein Mshenga ana taarifa kamili. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya ndani wa Algeria Said Sayud, vifo hivyo vimeripotiwa katika majimbo ya Jijel, Bajaya na Tizi Ouzou. Mamlaka za ulinzi wa raia zimesema familia kadhaa zimelazimika kuhamishwa katika maeneo hayo, huku moto huo ukitishia makazi ya watu. Picha mjongeo zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha wakazi wakijifungia ndani, huku moshi mzito ukitanda angani. Maafisa wa uokoaji wanasema kulikuwa na mioto 37 inayowaka katika maeneo mbalimbali ya Algeria. Kila mwaka eneo la kaskazini mwa Algeria hukumbwa na moto wa misitu, hali inayochochewa zaidi na ukame na mabadiliko ya tabia nchi. Matukio hayo ya moto yamekuwa yakisababisha vifo, uharibifu wa misitu, mashamba na makazi ya raia. Hussein Mshenga, CGFM. Zaidi ya watu 165 wamekufa na wengine zaidi ya 1500 hawajulikani walipo baada ya mafuriko makubwa kutokea katika eneo la mpakani kati ya Nepal na Tibet nchini China. Kuporomoka kwa barafu la milimani kulisababisha mafuriko, maporomoko ya ardhi na tetemeko kubwa la ardhi. Miongoni mwa waliopotea ni watalii zaidi ya 400 kutoka nchi mbalimbali duniani. Mamia ya waokoaji kutoka Nepal na China wanaendelea kutafuta manusura, huku wakisaidiwa na mbwa waliopewa mafunzo maalum pamoja na helikopta.
Baadhi ya vijiji na masoko vimeharibiwa kabisa kutokana na mafuriko hayo. Wataalamu wanaonya kuwa mabadiliko ya tabia nchi yanazidisha uwezekano wa kutokea kwa mara kwa majanga ya aina hii katika eneo hilo. Na serikali nchini Syria imeshuhudia kuvunjwa kwa vikosi vya kidemokrasia vinavyoongozwa na Wakurdi na kuashiria mabadiliko makubwa katika mazingira ya kisiasa na kijeshi ya nchi hiyo baada ya vita. Kwa mara nyingine, huyu hapa Hussein Mshenga na maelezo kamili. Makundi hayo yaliyotambuliwa kama SDF yaliwahi kudhibiti karibu robo ya Syria, ikiwa ni pamoja na sehemu kubwa ya kaskazini mashariki yenye utajiri wa rasilimali, na ilikuwa mshirika mkuu wa Marekani katika mapambano dhidi ya ISIL na kuunga mkono utawala huru unaoongozwa na Wakurdi ambao ulifanya kazi katika eneo hilo kwa takribani mwongo mmoja. Kamanda wa SDF Mazlum Abdi ametangaza kwamba kundi hilo litamaliza uwepo wake kama kikosi huru cha kijeshi baada ya kukamilisha ujumuishaji wake katika jeshi la Syria. After the agreement with President Ahmed al-Shara and baada ya makubaliano na Rais Ahmed al-Shara na kukamilisha mchakato wa kuunganisha vikosi vyetu katika brigadi za jeshi la Syria, tumetangaza leo mwisho wa misheni ya vikosi vya demokrasia vya Syria na kutangaza kuwa wajibikaji kamili na kuvunjika kwake kama kikosi huru cha kijeshi. Full responsibility, its dissolution as an independent military force. Uhuru huo ulipata pigo kubwa mnamo Januari mwaka huu wakati vikosi vya serikali ya Syria vilipoteka maeneo makubwa na kusababisha makubaliano ya SDF kuunganishwa katika taasisi za serikali. Hussein Mshenga, CGFM. Kabla ya kumaliza taarifa habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wakala wa barabara nchini TANROADS na wakala wa barabara mijini na vijijini TARURA wameagizwa kupitia maeneo yote korofi yanayoweza kusababisha kutuama kwa maji na kusababisha mafuriko wakati wa masika. Wananchi wameshauriwa kuwa mabalozi wazuri dhidi ya kupambana na vitendo vya rushwa vinavyojitokeza katika jamii mara kwa mara. Na katika habari za kimataifa, zaidi ya watu 165 wamekufa na wengine zaidi ya 1500 hawajulikani walipo baada ya mafuriko makubwa kutokea katika eneo la mpakani kati ya Nepal na Tibet nchini China. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka CGFM. Kwa niaba ya mhariri mkuu Titus Filipo na wote uliowasikia, na asante kwa kutazama wewe uliokuwa unatazama kupitia YouTube channel ya CG Online TV. Jina langu ni Christian Edward.